ndugu watendaji wakuu, ninaomba pia nitumie nafasi hii kuwakumbusha na kuwasisitizeni kuwa wajibu wenu wa msingi ni kusimamia utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo ya mwaka 2050 iliyoanza rasmi Julai mosi mwaka huu. Nina matarajio makubwa kwamba utekelezaji wa dira ya mwaka 2050 itakuwa ni ajenda ya kudumu katika majukumu yenu ya kila siku, na mtahakikisha utekelezaji wa bajeti na vipaumbele mlivyoainisha kwenye bajeti za mkakati wa taasisi zinasimamiwa pia unaakisi maono ya serikali katika kuchochea maendeleo ya taifa kiuchumi. Na katika eneo hili ndugu Tiara, msajili wetu wa hazina, ni muhimu sana. Tunajua kwamba hii dira haiwezi kuwa ni wimbo wa kila siku katika hali ya kawaida, lakini tunapozungumza kwamba hiyo wimbo wa kila siku, manake serikali imetoa vision ndefu ya kuanzia leo mpaka mwaka 2050. Hayo ndio matarajio makubwa ya serikali. Lakini sisi ndani ya serikali tunataraji kila taasisi miongoni mwenu itengeneze mipango yake ya miaka mitano ili iweze kuakisi dira na nini matokeo yanatarajiwa. Na kwa kufanya hivyo, manake pia ndani yake mtakuwa na mpango wa mwaka mmoja, kwa maana kila mtu, kwa mfano leo hii ukizungumza juu ya eneo kama la misitu, kwa mfano kutoka kwa mama yetu pale wa TFS, maana tunachotaraji ni kwamba tunapohubiri uwepo wa mazingira, tunazungumzia mazingira ambayo ni uoto wa asili na mazingira yote, kwamba tunataraji tuone kwamba nchi yetu iwe na mpango kwamba ndani ya miaka mitano, kama ni misitu tunapanda miti inakuwa mingapi, lakini pia tunalinda vipi maliasili zetu tulizo nazo leo. Maana wakati mwingine unaweza kuwa unafanya kazi, lakini kazi ile isilete matunda yanayotarajiwa kwa sababu hakuna mpango wa utekelezaji wa majukumu hayo. Kwa hiyo manake tunataraji kila taasisi kwa namna moja nyingine mwende mkatengeneze mipango hiyo, lakini mipango hiyo iakisi kile ambacho kimeandikwa kwenye dira. Kwa sisi ambao tunasimamia utumishi wa umma, kwa namna moja nyingine lazima tuangalie utumishi wa umma huu tunautengenezaje ili uweze kutoa matokeo ambayo yanatakiwa. Tunatambua taasisi nyingi zomo ndani zikiwemo kwa mfano PSSF, manake mwisho wa siku zinategemea uwepo wa competency employees ambao wanaweza kutoa matokeo yaliyo mazuri. Lakini kama kutakuwa na wafanyakazi ambao hawajapikwa vizuri, hawana mafunzo ya kutosha, hawajielewi wanachotakiwa kufanya, ndio yale tukikaa ofisini unafikiria kwamba sasa leo nifunge matumizi ya simu ofisini. Lakini mfanyakazi anayejielewa hahitaji kufungiwa simu. Anachohitaji ni kutambua kwamba mimi nina kazi hii na natakiwa kufanya kazi hii. Nilikuwa kabla tujaingia hapa ndani, nilikuwa naongea na Maumi, nikamwambia mimi bahati nzuri nimefanya kazi wizara kama 2-3. Lakini kuna jambo moja la kipekee ambalo nimelikuta utumishi pale. Utumishi ndio wizara pekee ambayo ukiingia saa 5 asubuhi, ukiingia saa 6 asubuhi, ukiingia saa 3 asubuhi, ukiingia saa 8 mchana, hakuna watu katika korido wanaotembea. Sasa katika mazingira kama haya ndipo ambapo delivery unaoitaka kama serikali unaweza kuipata. Hatuzungumzi kwamba saa zote watu watakuwa kwenye meza wakitekeleza wajibu wao, lakini matarajio yetu ni kwamba watu wakitulia kwenye viti vyao wakatekeleza majukumu yao, manake ni kwamba matokeo chanya yatapatikana. Kwa hiyo na nyinyi pia, ili moja ya jambo natambua kwamba mnayo mipango katika ofisi zenu, lakini ni muhimu kukumbushana kuwa mipango hiyo iendane na ile dira ya maendeleo ya taifa letu ya mwaka 2050. Tumepokea maelekezo muhimu ambayo yatatusaidia sisi katika utendaji wetu wa kila siku, na kwa niaba ya washiriki wenzangu ambao ni viongozi wakuu wa taasisi za umma, tunaahidi kwamba yale maelekezo yote ambayo tumepatiwa na yale yote ambayo tumejifunza hapa kwenye hizi siku 4 tulizokuwa katika eneo hili la mafunzo, tutayazingatia katika utendaji wetu tutakaporudi kule kwenye maeneo yetu ya kazi. Mheshimiwa mgeni rasmi, sio hayo tu. Mazingira ambayo tumekuwa tukipatiwa mafunzo
tumeona ni rafiki, kwa sababu tumetoka kwenye yale maeneo ambayo tumeyazoea kila siku, kwa maana ile eneo lako la ofisi, na tumekutana hapa kwa muda wa siku 4 tukiwa tunalala hapa, tukiamka asubuhi tunafanya mazoezi pamoja, tunakutana, tunakula pamoja, tunabadilishana uzoefu. Kwa hiyo tumepata uzoefu mwingine ambao ni tofauti na ule wa kila siku ambao tunakuwa nao kwenye maeneo yetu ya kazi. Kwa sababu hiyo basi, tunaiomba ofisi ya msajili wa hazina iendelee kuandaa mafunzo ya aina kama hii ambayo yanatusaidia sisi kwanza kutupunguzia zile stress za kazi ambazo tunazo kila siku kwenye maeneo ya kazi, lakini natufanya angalau tuwe na mazingira mengine ambayo tunabadilishana uzoefu na tunajifunza kutoka kwenye taasisi. Kila mmoja anajifunza kwa mwenzie jinsi ya kutatua changamoto mbalimbali ambazo tunakabiliana nazo kila siku. Mafunzo haya yamekuwa na mafanikio. Tumekuwa na washiriki wote toka mwanzo mpaka mwisho. Ofisi za washiriki hawa ni very demanding. Wakati mwingine ni vigumu sana kukaa hapa kwa muda wote waliokaa. Wachache waliweza kuondoka, lakini waliondoka dakika chache kukamilisha majukumu na kurejea. Kwa hiyo kulikuwa na nidhamu ya kweli inayoendana na nafasi za mamlaka yao, na nafikiri wana deserve. Tulipata nafasi nzuri pamoja na kujifunza, kama ambavyo mtangulizi msemaji aliyezungumza kwa niaba ya ma-CEO kwa yale waliojifunza, lakini niseme pia kulikuwa na nafasi nzuri ya kubadilishana mawazo, ya kuweza kujuana, lakini kuendelea kutengeneza ukaribu wa kufanya kazi pamoja. Kwa sababu kweli wakuu wa taasisi za umma natamani sana tusijuane tu, lakini wawe na ile personal touch, na nafikiri tunaendelea kuijenga. Kwa sababu ya haya yanayofanyika, na haya yanayofanyika ni kwa sababu ni sehemu ya utekelezaji wa dhana na maono aliyonayo Mheshimiwa Rais, ambaye ndiye amekuwa kibeba reforms za agenda ya reforms. Na nashukuru kwamba nyie viongozi wetu mmekuwa mnatuongoza vizuri na mmekuwa mnatusukuma na kutushika mkono ili adhima ile iweze kufanyika. Mafanikio ni mengi ambayo sisi tunayaona katika taasisi hizi, mabadiliko tunayaona. Ni rahisi sana kuzungumza mabadiliko ya kiutendaji ya kuangalia pesa, lakini kuna mabadiliko nje ya mfumo wa pesa ambayo ni makubwa sana. Huduma zinazotolewa, kumekuwa na uboreshaji mkubwa sana wa huduma zinazotolewa na taasisi zetu. Kumekuwa na kuimarika kwa utendaji wa kazi kiuchumi. Kumekuwa na kupungua utegemezi kwenye mfuko mkuu wa serikali, lakini pia tunaenda kuweka ajenda maalum ya kuhakikisha kwamba by kipindi fulani taasisi zote kwa ukubwa wake ziache kutegemea, ukiacha zile ambazo kweli zinastahili sana. Lakini kimsingi Mheshimiwa, katika wizara wote tunatoka wizara mbalimbali, lakini kuna wizara ambazo watu naziita ni wizara mama, wizara mtambuka, ni wizara ya fedha pamoja na wizara yako management ya utumishi wa umma na utawala bora. Najua kila kilichofundishwa hapa na experiences zilizokuwa shared mtakuwa mmezichukua, na kupitia maarifa hayo najua mtakuwa na utayari zaidi wa kutumika katika nafasi mlizowekewa au mlizopewa, hasa tukizingatia majukumu, mabadiliko na changamoto nyingi za uongozi zilizopo katika kipindi hiki kwa maana ya wakati ambao nchi inafanya transformation kubwa ya kuweza kukuza uchumi mara 10 ya uchumi uliopo sasa.